So jina langu ni Dr. Khadija Mbeneka Ali. Nataka ni gynecologist, obstetrician gynecologist. Nataka nifanye video katika Kiswahili ili wafikie watu wengi as much as possible. Nataka nifanye video kuhusu kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan when you are pregnant. Fasting during pregnancy. Tumebakisha tuko katika 10 la mwisho, remaining with the last week of Ramadan. It's good if you can fast kindly, just fast. I am going to speak about it. Number one, it's recommended in Ramadan. First of all, kati mwanamke ambaye ako na mimba anakubaliwa asifunge, lakini lazima alipe hizo siku 30. Kulipa siku 30 can be very difficult from experience. I can tell you that it's very difficult kwa sababu lazima ufunge kabla, if possible kabla the next Ramadan. It's very tough because you'll be breastfeeding, the year goes very fast. Sawa, lakini kama uko low risk, it's okay, you can fast actually. Okay? Na katika kufunga tunaambiwa pia kama unasikia uko na wasiwasi katika nafsi yako, unaona labda wewe kufunga ita affect mtoto, then you are allowed by all means not to fast. Lakini kama umeenda kwa gynecologist wako kukupatia the go ahead, then by all means please do fast. Okay? So, try and fast. Hata kama utafunga siku zote, ruka hapa pale, inasaidia kupunguza ile dete, na pia inakusaidia pia katika ile ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. What are the conditions for fasting? Number one, it's good to see a gynecologist. Like the first day of Ramadan, nilikuwa na very many patients who were Muslims, pregnant, came to me because they wanted to go ahead to fast. Kitu cha pili, should be low risk pregnancy. Mostly second trimester, katika miezi ya 4 kusonga inakuwa ni easier to fast. Lakini kama miezi yako ya kwanza ya 3 haina changamoto, kama hautapiki, hauna ile nausea, hauna kizunguzungu, it's allowed, you can actually fast. Lakini kuna wengine ambao kila wakati wanatapika, hiyo inakuwa ni ngumu kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadan. Number 3, it should be a low risk pregnancy, nimesema. Na kama uko na changamoto za mimba kama vile mtoto labda hakui, what we call intrauterine growth restriction, maybe a gynecologist anapiga picha naona mtoto hakui vizuri, then hapo itakuwa ngumu kubadilisha ufunge. Number 2, if you have anemia, kama uko na damu iko chini, itakuwa ngumu. Kama uko na diabetes of pregnancy, gestational diabetes, kisukari cha mimba, itakuwa ngumu kubalika kufunga. Kama uko na magonjwa kwa mwili, you have other illnesses in your body, and other than now you are pregnant lakini uko na magonjwa, itakuwa ni ngumu sana. Na kama for example uko na history labda ukikuwa very strained by dehydration, you get maybe preterm birth, you get contractions, you get pains katika uterus, then do not fast. Okay? What else? What other risk factor? Others, of course, you can be told by the gynecologist to go ahead. And what else? So what are the conditions? Ni vizuri sana kwanza tuambie wamama ambao ni wajawazito, we cannot skip suhur. Hawezi sema ati mimi sikulagi suhur na kunywa maziwa peke yake. No, it will not work. Suhur is important if you're pregnant and fasting. Na suhur ni unafaa kukula proper. Like you should eat slow releasing carbohydrates. Zile carbohydrates ama whole meal carbohydrates ambazo zina break pole katika mwili ili you have energy during the course of the day. Eat a well balanced diet, hydrate, kunywa maji mengi, and avoid chakula ambazo zina dehydrate. Avoid kama soda, avoid coffee, and hydrate properly. Katika iftar unaambiwa pia ukule well balanced diet, avoid snacks. Avoid these very fatty snacks. Number 2, kunywa maji kwa wingi throughout the night. Katika usingizi ukishtuka tu kunywa maji. Ukiamka kwenda zako chooni, kunywa maji. It should take 2 to 3 liters between iftar na suhur. The other thing, eat vegetables. Nasaidia sana with even preventing constipation in pregnancy. Eat also fruits. Okay? And muhimu sana. Kitu cha 3 kuzingatia katika mimba, kama umefunga during Ramadan, usijichokeshe sana mchana. Kama uko kazini na unasikia huna nguvu sana, unaweza chukua hata leave. Unaweza sema nipeni ruhusa hizi wiki 3, wiki 2 za Ramadhan, wiki 4. Number 2, usisimame katika kwa jua sana. And number 3, usijistrain sana. You can even rest. Unakubalika tu kwa umefunga mchana ukasema acha nilale kidogo tuendelee. Okay? What can make you break the fast? Number 1, kama unasikia nafsi yako inakataa, usifunge. Number 2, kama unasikia kizunguzungu sana, unasikia kufaint, unasikia huna nguvu kabisa, you are very weak, you have very bad headache, you are allowed to break your fast. Okay? Ama you start feeling pains, contractions, uchungu katika uterus, then do not fast. Ama kama unasikia mtoto hachezi vizuri na unakuwa na wasiwasi, usifunge. Ama break your fast. Fungua hata katikati ya siku. Okay? It's good to know that ukiwa umefunga katika Ramadhan, mtoto si ati atapata chakula. Your body already has a lot of stored carbohydrates, stored fat that is able to break down to provide adequate nutrition kwa mtoto. Okay? I'll give you a personal experience. My first pregnancy was high risk. I did not fast.
I think I fasted for only 2 days. Na kufunga na kulipa hizo siku zingine 28 was a bit difficult. It was very challenging. Okay. Second pregnancy, it was very, very low risk. Very, very low risk. Ramadan fell on the second trimester. Niliweza kufunga. For most of the Ramadan. Nilifunga mpaka siku ya 26. Lakini ikakuwa hizo siku za 4 za mwisho nikanyimwa kufunga kwa sababu nilishikwa na UTI. Kwa sababu kukunywa maji ilikuwa inanipea changamoto. So I got a UTI, urinary infection ya mkojo, na ilikuwa inanipatia uchungu sana. So hizo siku 4 sikufunga. But it was easier to pay 4 days than to pay for 30 days, okay? Cha msingi ni vizuri upitie kwa gynecologist wako ili akuangalia kama uko low risk, akupatie go ahead. Okay. Na kuna wengine pia have patients who take advantage of Ramadan wakiwa na ujauzito sababu hauna period, hauna hedhi, wanafunga siku zote 30. Na inakuwa very beautiful for them. Okay, wanafanya ibada vizuri, wanafunga tu vizuri kabisa. So I hope this is clear. Kindly share as much as possible iweze kufikia iwe pia ni katika ibada yangu, ifikie wanawake wengi as much as possible ili wasikose fadhila za siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Another thing is make sure that TikTok sio medical book. You need to see your personal gynecologist. Aweze akakuona according to your personal history, ndio kupatia kama ni go ahead ama kuambia hapana wewe it's better not to fast, ama kuambia wewe it's okay you can fast. Shukran and have a very, very fruitful last 10 days of Ramadan. Thank you very much.